Jinsi madhabahu ya familia inavyozuia ndoa na jinsi ya kuvunja kwa hatua 7. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho, tafsiri za ndoto na maombi pamoja na Prophetic Galila. Wakati mwingine mtu hujiuliza, kwa nini mahusiano hayadumu, uchumba huvunjika ghafla au ndoa imejaa migogoro isiyoisha? Kiroho, kuna nyakati madhabahu ya kifamilia hutoa sauti inayopingana na baraka ya ndoa. Jinsi inavyozuia ndoa. Mizunguko ya talaka au kuchelewa kuoa au kuolewa katika ukoo. Wachumba kuja kisha kuondoka bila sababu ya wazi. Ndoto za kurudi kwa ex au kijijini mara kwa mara. Hofu ya ndoa au kukosa amani unapokaribia kufunga ndoa. Migogoro isiyo na chanzo kinachoeleweka. Madhabahu hufanya kazi kwa mzunguko wa historia. Kile kilichotokea zamani kinaendelea kizazi hadi kizazi kama hakijakatwa. Jinsi ya kuvunja kwa hatua 7. Tambua mzizi. Kubali kuwa kuna mzunguko unaorudia rudia. Utambuzi ni mwanzo wa uhuru. Kata kwa tamko. Tamka, nakataa mzunguko wa talaka, kuchelewa na maumivu katika ndoa yangu. Omba utakaso wa agano. Soma Wakolosai 2:14. Futa kila mkataba wa Juma kwa damu ya Yesu. Samehe waliotangulia. Chuki au majeraha ya wazazi huweza kuendelea rohoni. Funga na kuomba kwa makusudi, siku 3 au 7. Simama kwa maombi ya kuvunja mizizi. Panda neno la ndoa. Soma Mwanzo 2:24. Weka agano la Mungu juu ya maisha yako. Tangaza ndoa yenye baraka siku 7 mfululizo. Tamka, ndoa yangu itakuwa ya amani, upendo na kudumu. Maombi. Bwana Yesu, navunja kila sauti ya madhabahu ya kifamilia inayozuia ndoa yangu. Ninafuta historia ya maumivu, ninasimama katika agano jipya la baraka. Kuanzia leo, ninatembea kwenye ndoa yenye amani na kudumu. Amen. Unahitaji tafsiri ya ndoto au maombi? WhatsApp, namba kwenye bio. Jiunge pia na magrupu yetu ya tafsiri za ndoto na maombi, kupata mafunzo haya kwa undani zaidi.